Jina langu ni Profesa Musa Chacha, mkuu wa Chuo cha Ufundi Arusha. Na siku ya leo, ina maana wiki nzima, ni wiki ambayo tunaita ni wiki ya kuonyesha kile ambacho kimefanyika na wanafunzi wetu pamoja na walimu kwenye eneo la utafiti. Ni wiki nzima ambayo imeanza leo, ambaye tumepata mgeni rasmi katika tukio la kwetu. Ni kiongozi mkubwa wa shirika UNDP Tanzania, ambao kwa ujumla ni kwamba Chuo cha Ufundi Arusha tuna mashirikiano nao, tulishasaidiana katika maendelezo, kuhakikisha kwamba kunakuwa na maendelezo mazuri ya utafiti na talenti za wanafunzi wetu. Na kwa jumla kuna vitu vingi ambavyo mnaviona siku ya leo, na ukiangalia hizi ni kwa sababu chuo chetu hiki ni chenyewe tofauti na vyuo vingine, ni chuo ambacho kinatafuta suluhisho ya changamoto ambalo nakabili jamii, kuanzia kwenye mifumo yote ambayo inatumika, mfumo wa kidijitali na maeneo mbalimbali kwenye ujenzi wa mabarabara na majumba na vitu vingi. Kwa hiyo ni hasa kubwa tuliona ni kwamba wiki hii, licha ya kwamba wanafunzi wanapata nafasi ya kuonyesha kile ambacho wako wamekifanya katika utafiti na jinsi inavyoweza kutumika kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili Watanzania na Arusha in particular, lakini vivyo tunaalika na wenzetu, especially wanafunzi waliomaliza Chuo cha Ufundi Arusha huko nyuma na ambao wamefanikiwa sana. Maana inakuwa ni rahisi sana mwanafunzi akimsikiliza mtu mwingine ambaye alipitia mazingira haya na akafanikiwa kwenye maisha. Na siku leo tulialika ndugu zetu wengine wawili ambao ni watu wa makampuni yao wa nafasi kubwa, wamekuja kuongea na vijana wetu kuambia ni namna gani na kutumia yale maarifa na ujuzi uliopata Chuo cha Ufundi Arusha katika kuendeleza maisha yao baada ya kumaliza kuhitimu masomo yao. Ukweli kwamba mpango wa Chuo cha Ufundi Arusha, ingawa sasa hivi mlichokiona ni kile ambacho walikuwa nakifanya kwa miaka miwili iliyopita, lakini mpango mkubwa tulionao ni kwamba sasa utengenezaji wa magari yanayoendeshwa kwa njia ya umeme, hiyo kitu tunashughulika nayo. Ndio maana ukiangalia Chuo cha Ufundi Arusha tumeanzisha kampasi mpya ambayo iko kule wilayani Hai, ambayo yenyewe inashughulikia mambo ya nishati jadidifu, na tayari tumeshaanza kufanya tafiti nyingi za kuhakikisha kwamba sasa vijana wetu hata vifaa wanavyoviunda ambavyo vinatumia nguvu ya kutumia petroli, tunabadilika sasa kutumia nguvu ya jua na njia nyingine ambazo zinatumia mfano hata umeme. Ndio maana kule Chuo cha Ufundi Arusha kule kampasi ya Kikuletwa tayari tunajenga mtambo kufua umeme. Hii yote ndio kuimarisha mafunzo hayo ambayo yatakuwa yanafanyika sana hapa Chuo cha Ufundi Arusha. Asante. Kwa majina naitwa Janet Molel. Bado. Kwa majina naitwa Janet Molel, natokea Gilson Technology Limited Company. Tunahusika na nishati mbadala za kupikia na tunasambaza bidhaa zetu 5. Moja ya bidhaa yetu ni mkaa mbadala. Mkaa huu tunatengenezea mabaki ya kilimo kama pumba, miwa. Hapa tunatengenezea mabaki ya kilimo kama pumba, miwa, kwa unakuwa hauna moshi, ila pia unawaka muda mrefu jikoni. Bidhaa yetu nyingine ni jiko hili hapa, ambalo jiko hili limetengenezwa na material ambayo yanaweza kutunza joto kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukiweka kiasi kidogo tu katika jiko lako, unaweka kiasi kidogo kwenye jiko lako, mkaa unawaka muda mrefu zaidi. Bidhaa nyingine tulionayo ni hili hapa, ni gesi ambayo tunaliita portable gas stove, ambalo jiko hili unaweza ukasafiri nalo kaenda nalo popote, maana ni rahisi kubeba. Lakini pia jiko hili ni more affordable, maana linatumia gesi zake zinakuwa hivi, kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kutumia ukikompea na gesi nyingine. Kwa majina naitwa Suzana Mnuo, ni engineer by professional, natokea kampuni ya Gilson Technology. Tunahusika na nishati mbadala, na kutokana na hii nishati ambayo tumeibuni, tuliona katika matumizi mengi ya upikiaji, wakati wa kupika watu wengi wanapoteza nishati nyingi, na pia katika upikaji huu tunapoteza nutrition nyingi wakati wa kupika. Lakini pia tuliangalia muda ambao mama anatumia katika kupika.
Kwa hiyo tukaja na hii solution ambayo unapika kidogo, tunahakikisha kwamba chakula kinachemka. Tunasema wakati chakula kinachemka na kuanza kutokota, ile tunaita ni boiling point, yani chakula kimeanza kuiva. Kwa hiyo unakichukua chakula chako kikiwa cha moto, unachukua na sufuria lako, unaliingiza humu na kufunika vizuri. Okay. Kwa hiyo unachukua chakula unakiweka humu. Utafunga vizuri, uhakikishe joto halipotei, na utalirudishia hapa vizuri kabisa, na mama anaweza kuendelea na activity yake na kazi zake zingine wakati wa chakula kinaiva taratibu. Lakini pia nutrition, tunasema ladha ya chakula kinabaki vile vile, na wakati huo ukiwa pia umeweza kuokoa nishati yako safi.